Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Maujaji wa matumaini. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Tuna furaha siku ya leo, siku yetu ya mafungo ya Pasaka ya pili. Siku ya leo tunaenda kuongozwa na padri mmoja wetu ambaye atatuongoza kuhusu dhambi na msamaha ambao unapatikana katika Kristo mfufuka. Kwa hivyo tushirikiane na Father Cornelius Omondi ambaye ni father wetu, ni baba paroko katika parish inaitwa Lady of Sorrows Kinungi, na amekuja siku ya leo ili kuweza kutuongoza. Tumkaribishe kwa makofi. Kuna confession inaendelea pale nje. Sasa hakuna haja kungoja mpaka tumalize, unaweza endelea na kitubio. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa mema yote ambayo umetutendea. Tukianza hii siku yetu ya leo, tunakuomba utuongoze Roho Mtakatifu iweze kutupa neema, hasa neema ya kusameheana katika maisha ya kifamilia na katika maisha yetu ya kijamii. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuendelee kusimama tusome somo letu la Injili na tutaketi. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako ewe Bwana. Wakati ule Yesu alisema haya na kutukuza Baba Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa haya umeyaficha wenye hekima na busara, ukawafunulia watoto wadogo, ndivyo Baba ilivyokupendeza. Nimekabidhiwa yote na Baba yangu, hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana amependa kumfunulia. Njooni kwangu, nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Mjitwike nira yangu na kujifunza kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu moyoni, nanyi mtazipatia roho zenyu raha. Kwani nira yangu si nzito na mzigo wangu ni rahisi kuchukua. Injili ya Bwana. Sifa kwako ewe Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Mumeambiwa nitahubiri kuhusu dhambi na msamaha. Dhambi na msamaha. Mnapenda gani kati ya dhambi na msamaha? Mnapenda gani? Msamaha. Sio dhambi. Wakati ile unasemanga hii si msamehe hata nikienda kwa kaburi. Si tunasemanga hivyo? Kwa sababu ni vigumu kusameheana. Lakini siwezi nikaongea juu ya msamaha kabla sijaongea juu ya dhambi. Mimi ambaye nimesimama hapa siku ya leo, sijasimama niongee juu ya dhambi ndio muone nyinyi ni wenye dhambi sana. Lakini nataka kuongea juu ya dhambi ndio mimi mwenye dhambi na wewe mwenye dhambi tuweze kupokea neema ya Mwenyezi Mungu kwa msamaha wa dhambi. Na ndio maana tumesikia katika Injili akituambia, njooni kwangu nyinyi ambayo mmelemewa na mimi nitafanya nini?
kupumzisha. Nani hapa hajakuja na mzigo? Sisi wote tumekuja na mzigo, si ndio? Mzigo ya kukosa kusameheana. Na ndio maana tukiangalia Genesis, tunaambiwa Mungu aliumba Adamu na Hawa, akawapatia nafasi ya kuwa in the Garden of Eden, wakawa na furaha. Lakini kwa sababu ya tamaa na kiburi ya binadamu, wakadanganya, wakaingia kwenye dhambi. Na dhambi inafanya nini katika maisha ya binadamu? Dhambi inatufanya tuwe mbali na Mwenyezi Mungu. Dhambi inatufanya tusiwe karibu na Mwenyezi Mungu. Nataka watu wawili waje hapa mbele. Watu wawili. Mmoja, mwingine, wawili ndio hao. Nataka msimame hapa. Nataka mmoja wao awe Mungu. Nani anaweza kuwa Mungu kati yao? Kwa sababu huyu wacha huyu akuwe Mungu, si ndio? Enda na level science. Nataka mwambie Mungu shida zako. Pole pole, sisi tutaki kusikia. Tunaona tayari anaogopa, si ndio? Ambia Mungu shida zako. Songa tu karibu na yeye. Mungu umesikia shida zake. Tumsifu Yesu Kristo. Nini naweza fanya kuwe mbali na Mungu? Dhambi, si ndio? Ukiendana kitubio unasema, Father, nimefanya dhambi. Ama unasemanga nimefanya hiki na hiki. Si ndio? Nini naweza fanya kuwe mbali na Mungu? Dhambi gani? Beba tu mkono. Dhambi gani? Kumbe nyinyi ni wazuri, mfanyaje dhambi? Dhambi gani inafanya awe mbali na Mungu? Yes, kule nyuma. Songea tu karibu ndio tukusikie vizuri. Akikuja mwingine. Yes, songea tu karibu, nataka useme ukiwa hapa karibu. Kuja tu mwingine. Kuja tu. Kuna zawadi baada ya hii, sawa sawa. Dhambi nyingine, kuja tu. Ule ako wapi? Ule wa kwanza, kuja. Ni dhambi gani? Chuki. Chuki. Sasa nenda simama tu hapo kwanza. Nyingine? Breaking the 10 commandments. Okay. Hiyo ni broad, kusema moja ya hizo. Kuiba. Kuiba, kuja. Dhambi yenye jazamewa. Dhambi? Yenye jazamewa. Okay, sawa. Karibu. Nyingine? Hata sema tu nitahitaji, ukiinua mkono nitaita mwenye amekaa karibu na wewe, sitakuita wewe. Sawa. Uongo, naona yule gentleman amekaa karibu na yeye, kuja. Ni wewe unaangalia nyuma, kuja. Sema tu nitaita mwenye amekaa karibu na wewe. Kusamehe. Kupigana, wewe ndio umekaa karibu na yeye. Kuja, wewe keti. Kuabudu Mungu zingine, karibu. Mkuje tu. Ingine? Majivuno, kuja. Sinisema mwenye amekaa karibu na yeye anakuja, kuja. Ama tuchukue wewe ndio kuja. Sasa nisaka wewe usome kule. Nini mko katikati? Kuja huku. Wewe songa tu. Kujeni huku. Mkwe katikati, songa tu hapo. Ule ndiye anataka kuwa mwisho. Kuja huku. Nenda pale. Sasa nataka kuambia Mungu shida zako. Hata yanashindwa, si ndio? Kwa sababu gani? Ako mbali na Mungu? Na Mungu, si ndio? Sasa akienda kusali, sala zake zinafika.
Hapana, hazifiki. Na mnajua hivyo. Na tunafanyanga hivyo. Si ndio? Ni nini anastahili kufanya? Kutubu, si ndio? Akienda kitubio, anaweka nafasi yake na Mwenyezi Mungu karibu. Hiyo ndio Mungu anahitaji. Akienda kutoa sadaka, vile tunaambiwa katika kitabu ya Mathayo, ukienda kutoa sadaka na ukumbuke kuwa ndugu yako ama dada yako amekutendea mabaya, kwanza rudi urekebishe, ndio ukuje utoe sadaka takatifu. Sasa hizi akitoa sadaka hawezi akapata baraka, kwa sababu kuna nafasi kati yake na Mwenyezi Mungu. Sasa kuja kitubio. Sasa amekuja kitubio, sasa ninyi wote muondoke. Mungu abaki tu kwanza. Sasa rudi. Unasikia aje kuko karibu na Mungu? Niko vizuri. Unaona hata bila na smile sasa. Mpatie Mungu haki. Si hata yeye amesikia vizuri. Wangapi wangetaka kusikia hivyo? Hivyo, asanteni sana. Tupigie makofi. Na hiyo ndio siku ya leo nataka tuweze kufurahia kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mungu anatuambia, njooni kwangu nyinyi ambayo mmelemewa na mzigo ya kimaisha. Na Mungu anasema niko mbali na wewe, anataka sisi wenye dhambi. Nani hapa hajafanya dhambi? Kunayo? Hakuna, si ndio? So kila mmoja wetu ametenda dhambi na Mungu anataka turudi karibu na yeye ndio tupate neema ya kuendelea na maisha. Mara nyingi pengine tumepitia mengi. Watu wamekuita majina, pengine familia mmekosana, amonani uso kwa uso, mmetusiana, mmeongeleshana vibaya. Na wakati ambapo haya yote yanatendeka, tunasikia uzito wa kiroho. Na leo Mungu anasema, njooni kwangu. Mbona usikatae na kulemewa pale na Mungu anatupatia nafasi ya kurudi kwake? Kwa sababu dhambi inakuja katika maisha yetu kwa njia ambayo ni mzuri. Ukisengenya mwenzako, unasikia vizuri, si ndio? Na ukisengenywa vibaya, si ndio? Kama tungejiweka kwa viatu ya mwenzetu ama yule ambayo pengine umemuita majina, umemkosea, mara ngapi tumefanya haya na bado tunakuja mbele ya Mwenyezi Mungu tukiomba baraka zake. Na ndio maana leo tukikusanyika pamoja wa Kristo wenzangu, Mungu anatuita. Kwa sababu dhambi ina maana gani? Dhambi ni kukosa kusherekea upendo wa Mungu. For example, tuangalie dhambi ya kuiba. Kuiba ina maana ya kuwa auheshimu au upendi kitu cha ndugu ama dada. Kukosa kuwa mwaminifu katika maisha ya kifamilia, maisha ya ndoa. Wakati ambapo tunafanya, pengine unafurahia, lakini ni kukosa kusherekea uaminifu na kusherekea upendo wa mume wako ama upendo wa bibi yako. Tukiangalia, sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu, si ndio? Na tunaambiwa mwili yetu ni hekalu la, si ndio? Kama mwili
mwili yangu na mwili yangu ni hekalu ya Mungu, wakati ambapo unavaa miniskirt inafika hapa na unasema my dress, my choice. My dress, my choice, lakini mwili ni hekalu la wakati ambapo unatoa mtoto ambaye bado ako kwenye tumbo na unasema it is my choice, unaua mtoto wa Mungu. So dhambi inakuja kwa njia ambayo inakuja kama njia nzuri, lakini inatuangamiza. Kule Western kama nataka kuwa mbwa mwitu, si mnajua mbwa mwitu? Unapaka mafuta ile bata ina sharp knife. Alafu mbwa mwitu atakuja kulamba, anasikia ile smell ya bata ni tamu, si ndio? Akiendelea kulamba, inaendelea kukata ulimi yake na nasikia smell ya damu ni tamu. Ajui inakunywa damu yake. Hiyo ndio dhambi inafanya katika maisha ya binadamu. Wakati ambapo tunatenda dhambi, tunasikia dhambi ni mzuri, lakini tunajiingiza kwa kifo chetu sisi wenyewe. Because sin breeds sin. Dhambi huzaa dhambi. Na dhambi inaanza kwa njia ya kipekee hata katika maisha ya kifamilia. Nini nafanya bibi na bwana wanakosana? Vitu dogo dogo, si ndio? Saa zingine amebrush meno, amewacha toothbrush pale, mnaanza kugombana. Mungu ni mwema na kila wakati. Hiyo unachukua unaweka kwa roho, si ndio? Kesho amefanya kitu kingine kidogo, umechukua umeweka kwa roho. Kesho kutwa amesahau, pengine hajakwambia good night, umeweka kwa roho. Baadaye unaenda kulala umekasirika, unaamka umekunja uso kwa sababu ya dhambi. Na unaona vile inaanza kwa njia rahisi. Si hivyo ndio wao mnagombana? Mungu ni mwema na kila wakati. Si kugombana inaanzanga hivyo. Lakini ukipenda mtu, tutamwambia ndugu, dada, bibi ama bwana, tukae chini tuongeleshane. Kuongeleshana ndio njia ya kwanza ya kuomba huruma na msamaha wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana tunaalikwa sisi wote ambao tumelemewa. Pengine watu wamekuita majina, pengine watu wamekuita mambo mengi, wamekuambia yote. Ukitembea kwa kijiji ama pale kwa estate ama pale mahali penye unaishi, watu wanakujua. Pengine wanakuona wewe ni single lady, ukionwa watu wanasema huyu ndiye anachukua mabwana zetu. Watu wamekubandika majina. Pengine unasema nimefika mwisho, Mungu mbona naendelea kuishi? Kwa sababu watu wamekuita majina. In the silence of your heart, God wants to meet you today. Ndani ya roho yako Mungu anataka akutane na wewe. Badala ya kusikia yale sauti pale nje, yale ambayo yanakukondem na kukuambia mambo mengi, Mungu anataka leo usikie sauti yake. Sauti ambayo anakuambia wewe ni mpendwa wa Mungu. Naambia mwenye anakaa karibu na wewe, wewe ni mpendwa wa Mungu. Na hiyo kuwa wapendwa wa Mungu ndio tunasikia hata injili iliyosomewa wakati ambapo tulikuwa tunaabudu Ekaristia. Yule mwana mpotevu alienda mbali. Wakati aliporudi kwa Mungu, kwa baba yake, baba hakumuuliza ulikuwa wapi,
ulikuwa unafanya nini, ulikuwa na kina nani. Baba alimkaribisha, akambusu, akamwambia karibu nyumbani. That's what God wants to do for us today. Hataki kujua ulikuwa wapi. Hataki kujua ulifanya nini. Hataki kujua watu walisema nini juu yako. God wants to embrace you the way you are. Ili usikie kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Na ndio maana alipoambia Isidore, Mtakatifu Isidore, alipomwambia Mungu, unajua nimewacha yote, nimekupatia mali yangu yote, nimekupatia familia yangu, nimekupatia yale yote ambayo niko nayo. Mungu akamwambia, Mtakatifu Isidore, sitaki yale yote, nataka dhambi zako. I want your sins. Na leo Mungu hataki pesa yako, Mungu hataki mali yako, Mungu anataka dhambi zako. Ili wakati ambapo amechukua dhambi zako zote, ukikuja kutoa mali yako mbele yake, inakuwa na manufaa na baraka ambayo inazidi. God wants to make you new. Na ndio maana tulikusanyika siku ya leo. Hatujakusanyika hapa kusherekea dhambi zetu. Tumekuja hapa tusherekee neema na huruma ya Mwenyezi Mungu. So wakati ambapo unaenda kitubio, pengine unafikiria Father atajua dhambi zangu, Father ataniona aje, nikisema hivi pengine atafikiria mambo gani. Wakati huo ni Kristo. Na Kristo hataki kutuhukumu. Kristo anataka tusamehewe. Na ndio maana wakati ambapo tunakusanyika katika sakramenti ya kitubio, tunakusanyika sio kusherekea dhambi zetu, tunakusanyika kusherekea huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu. It's not a moment of judgment. Sio wakati ambapo naambiwa mbona ulifanya hivi? Wewe ni mtu mzima, mbona unafanya hivyo? Ni wakati ambapo tunapokea huruma na upendo wa Mungu Baba. The sacrament of confession is a sacrament that we gather not to celebrate our sinfulness, but we gather to celebrate the love and mercy of God. Wakati alipokuwa hata msalabani, akasema nini? Baba, wasamehe. Hata wewe pengine wamekuweka kwa msalaba, wamekutusi, wamekufukuza, pengine ulikuwa kwa ndoa, wale ma-in-laws wakakufukuza baada ya mume wako kukufa, wakakufanyia mambo mengi. Leo waambie Baba, wasamehe, kwa sababu hawajui yale waliokuwa wakifanya. Ili uwe huru wa kusimama imara na Kristo ambaye tayari ametukufia, akatuonyesha njia, akafufuka, akawacha dhambi zetu kaburini. Ili urudi nyumbani ukiwa huru. Ili urudi nyumbani ukiwa huru wa kiroho. Na ndio maana hata katika misi sisi tutakuwa tunaambiwa, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Alafu tunajibu aje? Wangapi wanarudi kama roho imepona? Wangapi wakati huo unasema vizuri?
Bwana sasa hivi uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona, na unarudi vile vile ulivyokuja. Kwa sababu pengine sijamtazama na dhambi zangu, anitazame na huruma yake, na sisi wote tuanze uhusiano ya mwenye dhambi na uhusiano ya mwenye dhambi na muumba wake. A moment of mercy, wakati wa huruma. The love of God and the mercy of God is bigger than our sins. Huruma na upendo wa Mungu ni kubwa kuliko dhambi zetu. Usijiangalie na useme nimefanya dhambi sana, hawezi akanisamehe. Usijiangalie na useme mimi nitajidharau, pengine mimi nitajiua kwa sababu hata Mungu hawezi akanisamehe. Kwa sababu pengine mume wako amekataa kukusamehe, bibi amekataa kukusamehe, watu ambao unaishi nao wamekataa, wamekuweka mahali. Mungu anasema sasa hivi, huruma yangu na upendo wangu ni kubwa kuliko dhambi zako. Come to me. Kuja kwangu. Kwa sababu huruma yake na msamaha wake ni kubwa kuliko ile dhambi ambayo unaweka pale, inakuzuia, inakufanya unakuwa depression, unaendelea kukonda. Na Mungu anasema njoo kwangu nyinyi ambayo mmelemewa. The only thing that is holding it there is the refusal to listen to the voice of God the Father. Mbona unajificha? Na ndio maana wakati ambapo Adamu na Hawa walifanya dhambi, walifanya nini? Walijificha, si ndio? Kwa sababu gani? Dhambi. Wakasikia kuwa hawastahili kukutana na nani? Na Mungu, si ndio? Mara ngapi tumejificha kwenye dhambi? Hii ni kubwa sana, sitaambia Father, si ndio? Alafu narudi naye nyumbani. Uambii Father, unaambia Mungu kupitia msimamizi wake. Ni dhambi gani Mungu anaweza shindwa? Hakuna, si ndio? So tumekubaliana hakuna dhambi Mungu anaweza fanya nini? Anaweza shindwa. Ni mimi ndio ninashindwa kuisema. Na ndio maana kama tunataka msamaha wa dhambi, lazima tunyenyekee. Lazima tunyenyekee. Mtu mwenye kiburi, nani ameshaona mtu mwenye kiburi? Anaweza jirudisha chini aseme, ndugu, naomba msamaha. Nini naweza fanya tusameane? Unyenyekee? Si ndio? Sababu mwenye amekaa karibu na yeye, sisi ni binadamu, tunyenyekee. Si ndio? Ukipata kwenye familia Bwana ako juu, wewe nye. Sasa wawili wakikuwa juu, hiyo goma itakuwa goma. Si lazima vita itokee. Vita ikitokea, mama atapanga vitu vyake aende kwao ama aende mahali, mzee abaki peke yake, watoto wanafanya nini? Wanahangaika. Na penyewe ni kitu kidogo. Tutafute ndani ya nyoyo zetu jinsi ya kusameheana. Tutafute ndani ya nyoyo zetu jinsi ya kunyenyekea. Tutafute ndani ya nyoyo zetu jinsi ya kusema na kujua kusema pole. Si ndio? Sinakuwa ngumu kusema pole. Pole does not mean you have to justify yourself. Pole
njia ya kuambia ndugu ama dada, tuishi kwa heshima. Hebu sema jambo pole. Pole. Hebu rudie. Alafu sasa sema, ukifikiria ile siku ulisema siwezi nikakwambia pole. Hebu rudia tena. Ukifikiria ile siku, ili ukirudi nyumbani unyenyekee na useme pole, si ndio? Ukisema pole, atakwambia hata kesho ukienda mahali penye ulikuwa leo, tutaenda na wewe, kwa sababu ataona mabadiliko. Hiyo ndio kitu ambayo msamaha inafanya katika maisha yetu. Wangapi wangependa hiyo? Ili kesho ukirudi hapo urudi kama uko huru, si ndio? Ili hata wakati ambapo unakuja kupokea mwili wa Kristo, unapokea na roho ukiwa huru, badala ya kushika mambo mengi alafu unaimba tunakuja kupokea mwili wa Kristo. Unaipokea wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Kati ya kusamea mtu na kumshikilia, gani ngumu? Wengine wanasema wewe sita kusamehe mpaka nikufe, si ndio? Alafu kisha kufa unaandikiwa pale rest in peace na upumziki, si ndio? Wengi wetu hata majirani watakuwa wanapita pale, wanaona imeandikwa rest in peace, nao wanasema tangu akufe tumepumzika, kwa sababu ya ugumu wa msamaha. Mungu anatuita leo, kwa sababu confession moves us closer to God and closer to one another. Confession gives us the opportunity to smile again. Hebu smile ukiangalia mwenye amekaa karibu na wewe. It gives us the opportunity to smile again. Umesikia Yesu ongeza kama mwaka? Sio unaamka umekunja uso kama kangumu, ukienda kulala umekunja uso. Smile. Give life. Kwa sababu wewe uko huru. The more you do that, the more you even grow spiritually. Dear friends, our relationship might have been broken because of sin. Uhusiano yetu na Mungu pengine imevunjwa kwa sababu ya dhambi. Tuchukue muda siku ya leo kurekebisha. Turekebishe kwa njia ya msamaha wa dhambi. Kwa sababu tusipofanya hivyo, sisi wenyewe ndio tunaumia. Ukikosana na mtu na mnashikana sana, akitembea ukimwona, nani anaumia? Mnajua hivyo? Na mnajua wewe ndio unaumia. Na mnaendelea kuumia. Ati ukimkutana kwa njia unaangalia chini ama unajificha. Nani anaumia? Na mnajua wewe ndio unaumia. Na unakatalia pale. Ambia shetani ashindwe. Ashindwe tena. Hata kesho ashindwe. Ili ule mwenye anakufanya uangalie chini ama urudi nyuma, kwa sababu mtakutana na yeye, umfesi, mwambie shetani ashindwe, wewe ni ndugu yangu, wewe ni dada yangu, na mshikane mkono. Si shetani atakuwa ameshindwa? Atapata nafasi tena? Kwa sababu hata kama yeye amekataa, wewe umekuja hapa siku ya leo, wewe unamjua Mungu, enda ukamwevangelize na umwambie shetani ashindwe kwa msamaha wa dhambi. Mtafanya hivyo? Mtafanya hivyo? Wangapi? Na kama ni mtu mwenye mnaishi naye kwa nyumba? Tutarudi mwambie, kama ni bibi umwambie bibi,
nimekukosea jamani, si ndio? Tupendane na tusameheane, si ndio? Si nyumba itakuwa na furaha. Mnajua hivyo? Na mbona mnakasirika saa zingine? Kumbe nyinyi mnajua kitu cha kufanya, ni vile mnakataa kufanya. So leo tuombe neema ya Mwenyezi Mungu, twende tukafanye yale ambayo yanatuunganisha badala ya kufanya yale ambayo yanatutenganisha. Hiyo shetani ambayo ni mbaya, ambayo inafanya tutenganishe, ambayo inatufanya tusiwe na uhusiano kati yetu, leo ashindwe kwa jina la Yesu. Ili mimi na wewe ambaye ni binadamu, Mungu akatuita ili tuweze kusherehekea huruma na upendo wake katika maisha yetu, ili tukikuja hapa mbele ya altari kupokea mwili wake na kunywa damu yake, tuko tayari, kwa sababu hatuko mbali na yeye, kwa njia ya msamaha wa dhambi. God is inviting all of us today, with all your sins, with all your weaknesses. God is inviting you today. He's saying it is lonely here without you. He's inviting you the way you are. Mungu anakualika jinsi ulivyo. Wacha kuangalia mwenye amekaa karibu na wewe, wacha kuangalia mwenye anakuona kama mwenye dhambi, wacha kuangalia mwenye anakuona kama mtu mbaya zaidi. Angalia vile Mungu anakuangalia. Tuombe hiyo neema ili siku ya leo He may make everything new in us. He has the power. May He make us new. Na ninawaomba kwa njia ya kipekee, yale mambo ambayo yanatutenganisha, tuambie shetani ashindwe na tusaidiane. Kama unajua ni usengenyo ndio nakufanya, unajua wale wengine wakisikia maneno ya usengenyo hawezi kukaa chini, si ndio? Hata kiti inakuwa moto, si ndio? Lakini akisikia kitu kizuri ametulia. Ambie huyu shetani leo ameshindwa, si ndio? Ili ukisikia maneno mabaya kuhusu ndugu yako ama dada yako, usiende kusambaza. That person also need a good name. Enda kwake umwambie, ndugu ama dada, kuna hivi na hivi. Kama ni ukweli, badilika. Na ukiona ameshindwa kubadilika, muombe. Take that time to pray for that person. Kwa sababu ukimuombea atabadilika. Lakini ukiendelea kusema vibaya juu yake, ataanguka. Let us pray for one another, that the love of God and the mercy of God may embrace all of us, that we may see each other as a child of God. May we pray for that grace through Christ our Lord. Amen. Salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya sakramenti ya kitubio kati yetu, sakramenti ambayo inatusafisha tuweze kurudi karibu na wewe. Tunakuomba siku ya leo utupe neema ya kuipenda, utupe neema ya kukaribia wewe kila siku katika hii sakramenti ya kitubio, ili tusiwe na magawanyiko kati yetu, tuwe na umoja, tuwe na upendo, na tuwe na msamaha wa dhambi kati yetu kila siku, tukikusifu na tukijongea karibu na altari yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Nawatakia kila la heri. Kabla ya hii retreat kuisha, tafadhali upate muda ya kwenda kitubia. Sawa sawa. Na nawatakia kila la heri.